Disturbingly, information came to our attention that some elected ODM leaders in Tana River were involved in these interferences, seemingly aiming to frustrate and sabotage the process. On the morning of election day, Garsen CRO received instruction from the election board to reassign ROs and clerks, a move that appeared to be influenced by the external forces. Another confusion arose when many aspirants received SMS communications stating that election will be held on Friday 11th rather than the correct date of 12th. We believe this was a deliberate act to sow confusion among aspirants and voters. On election day, leaders affiliated to the UDA ruling party issued a joint statement expressing deep concerns over rapid and unexplained changes that threaten the party integrity and democratic values. Still, we encourage our supporters to turn out in large numbers across the polling centers. Unfortunately, chaos erupted when we were informed that a group of ODM goons, allegedly acting under the instruction of the ODM Member of Parliament for Garsen, raided Garsen police station. The disruption caused mayhem and panic, threatening the safety of party officials, including the CRO, who was personally intimidated. We commended the OCS for Garsen and for acting swiftly and professionally to restore order until Mr. Jimmy Kahindi and his team arrived. Sadly, this led to the postponement of the grassroots election in Garsen constituency. Later that evening, Mr. Jimmy Kahindi addressed the press, but instead of condemning the disruption and interference, he blamed the CRO for Garsen, alleging that she has trained officers from one side. This raised more questions than answers. Our questions are: was the CRO expected to train officials affiliated to the ODM party? Has Mr. Jimmy Kahindi been compromised or coerced? Was he aware that the new ROs and POs lack capacity to perform their duties? Does he understand the damage that's done to the aspirants and supporters who sacrificed their time and resources? We therefore call upon our party leader, His Excellency William Samoei Ruto, together with other party leaders, His Excellency Timami, and our Secretary General Hassan Omar Hassan, to urgently intervene and dissolve the flawed election process in Tana River. We request that only credible, transparent, neutral officials to be allowed to oversee grassroots elections. As UDA Youth Wing Tana River, we are fully committed to growing the party and welcoming all those who shared our vision. However, we will not tolerate confusion, interference, manipulation that threaten the trust and future of our party. We remain prepared, resolute, and ready to participate in free and fair grassroots elections once our concerns are addressed. His Excellency Mheshimiwa William Ruto, wakati ambao walihitaji viongozi wetu, wakati ambaye ulikuwa unasimama mwanaume wa kusimama na wewe, viongozi wetu walitoka huko wakasimama na wewe. Tulijenga hii chama from scratch up to wherever it is, na wale wanaume ambao saizi wanajifanya na marafiki zako wanajaribu kukuja kwa nyumba yetu kuharibu, sisi we are ready to receive anybody, lakini hatuwezi ruhusu mtu awezi toka kwa nyumba yake kuja kuvuruga nyumba ya mwingine. Tukisukumwa sana, sisi tunaweza kaa kando tuwakaachia hawa marafiki, lakini ile kitu tu tunataka kusema, hatutaki kuleta confusion hapa katikati. Ile kitu tunaomba Mheshimiwa Rais, ita hao watu viongozi wetu, hiyo viongozi wetu waangalie hii maneno, uingilie katikati, and then we want to see a very transparent election baada ya hii kitu ikuwe resolved. Ukweli hii kitu haikuwa imefanyika sawa, kwa sababu wale watu waliopelekwa training ni wengine, na wale waliopelekwa wakasimamia wa uchaguzi wa juzi ulikuwa unatakikana kufanyika hapa pia ni wengine. Halafu listi nazo za watu wa wana wa UDA waliozokuja nazo, wale waliotoka chama cha mpya mpaka wakakaja hapa kwa UDA, wamezikoroga listi. Sasa hiyo kitu tumesema sisi, Excellency President William Samoei Ruto, tumesema kama sisi watu wa Tana River, kama mnatupenda kweli na sisi tunajua ni members wa UDA kutoka jadi, tafadhali tunaomba
wale ambao wameingia juzi tafadhali wajiweke kando, watuache sisi wenyeji ndani ya chama cha UDA. Message yangu ni kwa rais wa taifa la Kenya. Sisi wale watu ambao tukujia hapa kutukoroga, najua ametumwa na nani. Ni yule munafiki ambaye ulimuita Gamba, munafiki akakuuliza barabara, ndio leo anatumia watu hapa. Na ya pili, Rais William Ruto, ujue sisi hatuja kukataza ufanye naye kazi wale watu, kazi ya serikali, lakini kazi ya chama UDA, kazi ya chama cha UDA iko na wenyewe. Tuko na Senator Benson Mbuya Mugatana, tuko na former governor, tuko na speaker county ya Tana River, tuko na ma MCAs wa UDA yote, elected MCAs kwa hapa na nominated. Kwa hivyo sisi vijana wa Tana River tumekataa, na wazee pia wako pamoja na sisi. Kwa hivyo sisi hata jana tulihama chama ya ODM tukakuja Wiper, toka URP tukakuja kwingine tukahama. Sisi tunajua kwamba hata wakati ile tutoka Jubilee tukakuja kuunga mkono rais. Na kesho kifanyika hivi, sisi tunaambia sisi hatutembei na watu wa juu, sisi hatutembei na chama, sisi tunasikiza Benson Mbuya Mugatana, sisi tunasikiza Ambassador Hussein Dado, sisi tunasikiza hatuwezi kukubaliana na hayo. UDA ni sisi ndio mzizi ya UDA ambayo tukajenga UDA. Ndio. Hawa ambaye sahihi wanatufuruga ni wale ambaye wamtoroka Samoei William Ruto kwa mahali babaya ya siasa. Wape salama. Na wakati ambaye tumijenga serikali, wao ambaye wempinga Samoei William Ruto akawaajiri tena kazi. Na tena wanakuja kwa chama ya UDA uchaguzi kufuruga. Hiyo paa mtu amempatia ni rais yetu Samoei William Ruto. Kwa hivyo mimi najulisha rais yetu, sisi ni watu wako. Ujue jana tumeumia na wewe na tumekujenga, na umetusahau kuleta wale nyuki ilikuwa wanakufuguza, na sisi ilikuwa tunapigana naye, ndio leo ukafanya ndio watu wako. Kwa hivyo tunaambia rais, kama hawa watu unawapenda, hawakae na sisi ambali. Sisi watu wa UDA wasiingilie katika siasa yetu. Yangu ndio hayo. Kuwa misingi ya demokrasia imekeukwa.